Sasa hivi wase wa Subaru saa hii sasa ndo wanazitoa. Subaru saa hii imepigwa tint mzee. Tint. Alafu muziki. Alafu inapiga kelele papa. Alafu ushajua wase wa Subaru wanatokea Endman. Pale tao mkiingia kwa basi mnahandwa mnapelekwa mjengo usiku, alafu mnarudishwa asubuhi. Hiyo kitu inakuwa ukweli. Kwa power bank, badala power bank charge simu ndio ina charge power bank. Town kuna mse anaenda tu anaamka tu asubuhi town. Anaenda tu anakungoja tu hivi. Wewe alafu sijaijua mbona I think wezi wanajuanga tu mgeni. Bana gang, mambo vipi? Kama kawizo ananiita D class, kama ukipenda the magical boy behind the MIC. Karibu sana kwenye kikao. Hapa tunapiga mastori, tunataka kujua kitaa kinasemaje. Wewe mtaa yenu inasemaje? Inakoje mzee? Vipi mzee? Mtaa unasemaje? Huko kwenu wanasemaje? Kwanza atawaambia jina hata. Ole Ruke the producer ndani ya nyumba, big bad madman. Ndani ya kitaa. Kitaolojia. Kitaa kinasemaje? Manze buda mastori za mtaa ni mingi. Makosa tu ni vile tumeenda pale international break. Lakini we shouldn't forget that Manchester United. Manchester imefanya nini? Unajua Manchester siku hizi hata niachie hapo. Manchester United. So unasema tuko international break. So hii weekend hakuna kuulizwa mbona huyo jamaa kuna jezi number 23? What? Si wachezaji wanakoka 11. Mbona ako na number 44? Mimi sifanyangi hiyo mchezo. Haunaga. That is the only private time ninakwanga. I want to focus ni coach football. So ukiambiwa uende uwe goalkeeper utasemaje? Nifanye ukawe goalkeeper. Unajua of course utakuwa umeenda from that side, utakuwa umempatia attention. And I give attention to football more than anything else. Anyway, mtao unasemaje mzee? Mtaiko fiti. Kila kitu shwari, at least kumenyesha. Hizi tao pale unaingia na gambut na mwavuli, alafu unajaribu kutokea job mzee. Panajua imewaka, wase wanashangaa wewe umeenda wapi? Huyu jamaa ametoka Kutus. Alafu sijaijua mbona inakuwaga hivyo. Sasa ukinyesha kuna wase wamepata job. Tao kuna mse anakula seti hivi, ako na gumboots. Yeye anawavukisha tu, yeye ni ferry. Anawavukisha tu. Ako tu hapo, wewe madam, umevaa all white Umedhani okay, come. Chweza. Okay, kitu moja napenda na Wakenya, wanakuanga very creative. Mimi bado sijaijua. Jam inatokaga tu from nowhere, wase wanakuja. Jam tu imetoka from nowhere, wase wanakuja, wanaanza kuuzia. Shinunua hizo cable za hawa hookers. Si ati nawachomea lakini. Unanunuaga cable ina work hapo. Okay, kwa nyumba ibaka tena. Nilinunuaga power bank in my prime, pale campus. Kwa naenda Eldoret usiku, na simu yangu ilikuwa inazima. Nilikuwa nasoma mu university. Big up to Moi University. Bana kufika hata sikufika wapi? Hata sikufika Kino. Nikakuwa power bank, badala power bank charge simu ndio ina charge power bank. Lakini nilifunzwa kuishi town. Town ni kunoma. Town kuna wase wanajifanya kanjo. Huwa jamaa jioni, unajua kuna kanjo wa mchana wanapanga zile makoti zao. Sasa makanjo wa usiku hawai. So mimi kuna day fulani nimeenda mahali chuo hivi. Naitisha vitu zangu. Naona jamaa anakuja anakotea huyo boys mwingine, yeye ni aje? Poa. Nimekujia. Nikasikia mama, wewe kwanza piga seti. Utakujia kesho, tutachekiana kesho. What? So mimi nikashangaa mbona amesema hivyo. Huyu jamaa nikamuuliza, mbona kwani kuna kitu unalipia? Akaniambia, wewe jamaa anajifanya kanjo. Ala. Town kuna kazi mingi. Mimi tu ndio sijui kwa waso. Town kuna mse anaenda tu anaamka tu asubuhi town. Anaenda tu anakungoja tu hivi. Wewe alafu sijaijua mbona I think wezi wanajuanga tu mgeni. Hata ukienda tu town hivi utaonekana wewe ni mgeni town. Unaenda hivi wewe kwanza unakaa mgeni wewe. Mimi mgeni? Wewe kichao. Lakini wewe hawezi kuna boys nisikia amesema aligongwa. Alienda kununua mawe. Sika walisikia ngale ile story ya Jugush. Alienda kununua? Jugush alienda kununua mawe ya kujenga. Nisikia. So lakini watu wataisamea. Jugush ameenda kununua mawe. Akaenda kwa site. Akapata msee. Na akamuuzia maana wakabageni. Alafu asiona kwa na mdomo mwingine tamu. Mwizi.
Mwizi anaanza kukatia kwa na mdomo mwingine tamu sana. Vibaya sana. Jugusha akaambiwa mawe ndio hii, hata ndio hii hapa, wewe lipia deposit. Of course, as a normal person utaona huyu jamaa ataizini kama nataka nilipe deposit, anasema lori inaundwa ilipeleka mzigo mwingine ndio inakuwa offloaded. Wewe kelea tu depo, tukikuletea mzigo maliza balance. Unaona? Of course Kenyans mtu hata utaona hii deal ni fiti. Jugusha akajiambia badala nikulipe depo, Wacha nilipe yote. Nimalize yote. Mimi ni mtu niko na pesa. I have money. Akadunga yote 28,000. Jamaa akamwambia unaona ikikonga saa 9. Saa 9 jua ikiwa pale, mawe itakuwa hapo. Saa 9 ikafika, Njugushi simu. Sasa hiyo alisema hata kwa mbele sema saa 9 bado haijafika hadi mpaka saa hii. Sasa hiyo bado haijafika. Mpaka saa hii bado. Saa hii saa 7 inaelekea. Anapiga simu. Hello. Ni bado tunakuletea. Saa 8 anajua mzigo inakuja. Sasa hata kwa ameambia bibi. Saa 8 ikafika. Saa 9 ikafika. Bado. Simu iko. Akajiambia, si nilikuwa site. Si niliona mawe. Si nilionyesha mzigo kwenye iko. Wacha niende. Njugusha akaenda. Aya. Fika kambe kuna jamaa tuliongea naye hapa. Nikamletea nikamlipa hata dipo. Hata si dipo nilimaliza yote waniletee. Wacha amuliza aya. Pia wewe umefanyiwa hivyo. Hiyo sasa hiyo statement walikuwa wanangoja. Sema kimeumana. Ukiambia hivyo town. What your things and go. Ukishaambiwa pia wewe kuna mwingine ametoka hapa tu sasa unaambiwa. Sasa tu. Hata wewe umepanga line hivyo. Aya. Imeenda hivyo. Hao. Kwambie buda. Bana kila mtu ni mwizi. Alafu kila situation wasawa wanataka kuiba. Ukienda kutafuta nyumba unapata msaa ameweka hapo mpaka ni bed sitter. Karibu nioshwe. Mpaka ni bed sitter. Alikwambia nini? Nilipigia hapo akanipea niongea na mzae. Nishapigia wazee. Wazee akasema nitume pesa kuna mtu ametoka hapa na hiyo nyumba ilikuwa fiti. Wale mpaka wanakutumianga nyumba iko na tiles. Nyumba iko na tiles, nyumba ni safi ni mpya. Bana ni vile tu sikutume pesa ni vile tu mimi si wewe. Ikawa ingekuwa mimi ni wewe. Sekio jamaa. Lakini town by the way iko hivyo. Town I think hakuna mtu hajaikaribishwa town. Mimi bado. Hujaikaribishwa town? Nishakaribishwa. Town mimi kuna time fulani nilikuwa anacheza PS pale Kitale. Nikapatana na maboy fulani. Kaanza kucheza PS na watu kwa mabesti. Ndio kitu by the way nilifanya niache kucheza PS. Sasa sichezagi PS. Mimi nacheza pool. Tukabond na hao wasee tukakuwa tunapigianga game pamoja. Wakati fulani wakanishow wako na madola. Anataka kuchange into Kenyan shillings lakini wajua atachange aje. Sasa mimi nilikuwa na idea vile tunaweza change. Siku ya kwanza akakuja na bag fulani hii college bag. Imejaa madola. Anambia ndio hizi hapa tuko na zingine mingi kijani. Tutatafuta siku twende tuzichange. Nikaambia jamaa chonjo. Hapo nilikuwa nakaa hivi mzee anaanza kufikiria bana vile. Naenda pale Dubs. Unadunga madolari sasa. Nilikuwa najua buda hapa anapona. Uko mafutani. Jamaa anafika ananitumia picha buda. Suitcase imejaa madola. Nikajua hapa nimetoka block. Hapa nikasema Mungu ni Mungu. Alafu wakati wangu umefika. Nyota inang'aa. No. Nilikuwa campus nikasema shule ndaacha. Aya, ikafika siku ya kwenda kubadilisha. Majamaa wakaniita nikaenda chuo fulani hapo nikafika. Nikamwambia sasa bro unajua tumepatana tu PSO si atukuamini. Tukuamini. So kenye utafanya utatungoja hapa tuende hiyo ndo. Nikamwambia ina shida. Mimi hapa ndaongoja hata kama mtakaa dakika ngapi mimi niko hapa naongoja. Ananiambia sasa unajua hebu tupe pesa uko nayo juu unaweza chukua nduthi uende wase tufika hapo tugeuzi. Nilikuwa na takriban 2700 kwa mfuko. Nikatoa nikawapea. Akaniambia na hii simu yako huwezi pigia sawa kuja tuande. Nikachukua simu yangu nikawapea. Nilingoja hawarudi. Mpaka sasa hivi bado hawajarudi. Ningekuwa hapo baada yake amerudi. Atatoa wasbana ndio ningezi. Bro kwa nini nifanye? Nikaomba msee fulani hapo anapita nikapigia simu yangu ingi.
Nikaa bana nikabidi bana nimetembea nikaenda mtaani. Ni mbali lakini mimi nahamishanga ng'ombe so naweza kanyanga. Hiyo ndio siku nilikaribishwa town. But kuna mastori mingi sana. Town, by the way, town iko na mchezo mingi sana. Yaani ile mchezo wa town. After 2 episode moja tu wapigie stories za hizo michezo. Wasee kutoka town. Nitawaambia story fulani, kuna best yangu. Nitawaambia in the next episode. Kwanza sisi watu alifuatilia hivi. Watu wa cameraman. Jamaa amekuja akamuonyesha hapa mbele akaangusha bag. Ushaifanywa hivyo? Anaangusha bag. Hii imeisha passion. Achana nayo hata. Kuna moja lazima nipige. Kuna moja fulani siku hizi. But siku hizi sijaisikia. But kuna time fulani ilikuwa. Pale town mkiingia kwa basi mnahandwa mnapelekwa mjengo usiku alafu mnarudishwa asubuhi. Hiyo kitu inakoga ukweli? Real life situation, niko na victim naweza mleta hapa ongee. Ni mtu wako kwa TV anasoma news amepelekwa mjengo. Amejenga usiku mzima hadi asubuhi, but tutakuja siku moja tu episode mzima kunyorosha tu story. Anyway, apart from that kuna story fulani imekuwa ikitrend sana ya madamu wa fulani wa ni Murang'a. Anaitwa Nduta. Nimemsikia. So Nduta inasemekana alikuwa inaitwa lethal injection. Ile wewe umeshikwa sasa umehukumiwa. Hiyo ilikuwa lethal injection, like nimewaambia what happened. Sasa alafu ndo wapigiwe rewind. Bado thank God. Haijafika hapo. But sasa ndo ifike hapo, ile kitu ilifanya hiyo story yote ifike hapo, inasemekana alishikwa na dawa za kulevya. Akiwa huko Hong Kong, Vietnam. Si Hong Kong, ni Vietnam So sasa imeturn out sasa kuna another lady sasa amefunguka akasema, so familia ya Nduta inasema yeye alienda kutafuta kazi. Yeye alitoka Kenya akaenda Ethiopia through agency, alafu akachukua ndege huko yakaenda Wera. Okay, the story ya Nduta iko hivi. Hiyo ndio story kwa public domain. But story ya Nduta iko alitumwa vile nimepiga research pale mtandao. Nikaona alitumwa na msee a deliver hiyo bag Vietnam for 157,000 Kenyan shillings. 157. Akatoka hapa Kenya akaenda Ethiopia. Akatoka Ethiopia akaenda Doha. Akaenda Doha Qatar. Anapigwa search patikani. Akatoka Qatar akaenda Vietnam. Kuingia Vietnam bana akapata kuna sniffer dogs. Dogi kakuja bana kama ile inakaa pale kwa plot yenu. Na dogi fulani inakaa mnakaje na dogi kwa plot by the way. Ni tubure sana ni. Waacha watu matajiri wakae na chihuahua. Dogi mnakaa na chihuahua. Unakaa na mende, nani amekuuliza? Mende iko sawa. Dogi. Sasa madam kufika huko ikapatikana alikuwa na hii tutaweka video hapo, video. Zile siku hizi zinakaa za plastic. Kumbe hapo ndani imefunguliwa ikasundwa cocaine. Alafu ikashonwa tena. Sasa madam hapo kwa ngori bana amelilia wa Kenya. But anataka amadwe. Ile kitu ilikuwa imesemekana ni alikuwa uawe, si ndio? Ile gava ya huko ilikuwa imesema sisi mambo na madrugs sisi tunaua watu. Hata tuangalie hapa Vietnam. Vietnam sio kama Kenya. They don't bend the rules. Vietnam wako na offenses that are punishable by death. Hizi offense kuna activities against the people's government. So the people's government Kenya ni gani? Ya baba. Hiyo ni ya baba. Sasa baba na ndio. So ukiwa against baba kuna madwa. Espionage, hiyo ni article 10 yao. Espionage hiyo kidogo itabidi mgoogle. Kuna rebellion, kuna terrorism to oppose the people's government. Wasegava yao iko protected sana. Na kuna sabotaging facilities of Socialist Republic of Vietnam. Na kuna mwisho drug trafficking. So mzee, history ya Nduta vile tumekuwa tukisema Wakenya wamekuwa high alert sana kwa international airports ya drug trafficking. Hapo kwa hiyo story ulikuwa unasema kuna dema amefunguka akasema si kitu ya kwanza Nduta akifanya. Hapa 2014 Dubai 3 kg of cocaine. Kuna dema anaitwa Hilda. Sitaki kuwataja jina ya pili
Jini kama hizi jina kidogo zinatoka kwa place moja yote. 2015 kuna Grace 2.3 kg of heroin alipatikana JKIA akienda China. Kuna Elizabeth 4 kg of cocaine alipatikana Dubai. Cynthia 5 kg of cocaine caught Hong Kong airport. Beatrice 4.5 kg of cocaine Bangkok, Thailand. Pale ile Thailand. Sarah 2 kg of heroin Kuala Lumpur, Malaysia. Kuna Esther 2 kg of heroin Singapore. Asa huyu Nduta 2 kg of cocaine Vietnam. So mzee manze, kuna vile wa Kenya wamekuwa na high alert story sana. Ama tu ni tunaweza sema tu ni hustle tu. Ni hustle lakini effects za coke. Mbaya. But do you feel the government inafaa intervene kwa hizi story kama vile imeintervene? Okay, hata uawa. So does it mean sasa tunasema okay sawa, wewe ukienda ushiko huko nje, ubambo huko nje na madrugs, sisi kama gava ya Kenya tutakutetea? Okay, unajua the problem with Kenya ni they bend rules too much. Because okay, na try kuingia kwa shoes za familia. Mimi sisemi mtu awawe. But on the other end, wewe ni criminal. Umadwe mzee, mimi opinion yangu ni wapige investigation yao, wanasemanga is not guilty until proven not innocent until proven guilty. Patikana uko na makosa, acha tu umalize. Because me I feel like okay, hii story from my own perspective the government ni sawa imeingilia. So does it mean wewe ukienda huko nje ushikwe, sisi kama wa Kenya tutakutetea sasa? Wewe tutakutetea ukuje ufungwe Kenya. Lakini wewe enda tu piga busy ya madawa, wewe tutakutetea sisi kama Kenyans. Because hii story imepata another twist. Kuna certain lady hapo Hong Kong through a Catholic priest mwenye amekuwa akifanya hizo mambo na prisons, anaenda anahubiria prisoners, wengine wanachange, wanapatiana testimony zao. So lady amesema Nduta alikuwa amefungwa Ghana for 4 years. Walikuwa wamefungwa na yeye for drug trafficking. The same story tu ya drug trafficking. So madam yake akahongana, yeye akaachiliwa. But Nduta hapo na hizo hiyo type. Yeye anasema kuna wa Nigeria wenye wanaingilia hizi story, wa Nigeria wanakuja wanashika familia yako, wanasema kama utapeleka hizi vitu tutaua mtu wenu fulani. Ama kama utafanya hivi wanaanza kukupiga zini tawaje na sawa hiyo jina. Kuna vile wana kuintimidate. Tutakuja mabeshte wako ama tutaua family member. So unakosa option. Kama madam anasema yeye alikosa option, walichukua mpaka mtoi wake. Unakosa option, unapeleka madrugs. Sawa? So before tufike hapo Nigeria wanakuja huku wanatutishia. Wa Nigeria. Na pia wanatugongea. So, kama ilifika hapo, alireport wapi? Kama ni case, kama mtu wenu ameuawa ama kuna case kama ulireport wapi? Because mimi na feel like hii story tunapigiwa PR. Okay, but pia mimi naona Wakenya ndio desperate. They can do anything for money. Kenya manze, Kenya for example, saizi ukiambia msee nataka gari, atapost jioni anauza magari. Sawa? Ukiambia msee kesho nataka viatu, anapost jioni anauza viatu. Ukiambia msee nataka saa, atasema anauza saa. Hapo. Walai Kenya hakuna kitu, ni mapendi wa kila kitu. So imefika place pia wanaona that vile Kenya unaweza, alafu Kenya ukishikwa ukicheza tu vizuri ama kama unajulikana vizuri unaweza achiliwa, unaniget? Because hapo kwa kuachiliwa vile unasema mambo na kuachiliwa, hapo ndo tunaingilia kwa historia. Hii wiki nimeona wasio wameshika sana wengine wameshika na bangi. Nakumbuka kuna ule story ule madhe fulani alikuwa madhe wa wapi? Madhe Wangara. Madhe Wangara. Story yake ilipotelea tu hivyo. In fact, Kenya tunakoga tu on another level. Ati mwenye alikuwa ameshikwa hakuwa yeye.
So alikuwa ameshika mtu mwingine si the original Mathe Wangara. Nakumbuka. So hii wiki nimeona ati kuna wasi wameshikwa na bangi. Hii wiki kuna story 3 za bangi. Moja ni hiyo. So acha tu niulize hii swali kwanza. Hii bangi kishikwa wanajuanga aje net worth yake? So wanapima kilogram. Wanajua vile inauzwa per kilo. Alafu inapelekaga wapi afterwards? Hiyo bangi. Evidence. Evidence. Usicheze na evidence. Inapelekwa kotini. Usicheze na evidence. Lakini unajua bangi ikichomwa huwa inaisha na kwa moshi. So kuna nyingine yenyewe unajua siku hizi kuna fire hazard sana hata pale JKA ilichomeka na National Park ilichomeka. So unaweza pata maybe ilichomeka kibahati mbaya. So wenye inapelekwa pale evidence kama ilikuwa 20 kilograms 15 kilograms zinachomeka. I feel like tunachezea watu hapa Kenya. Tunachezewa. Mimi hata Kenya I feel like hata tunafaa tuko two ways. What? Unaniget? Because wale watu wenye wameiba hakuna kitu wanafanyiwa. Naweza kutajia list ya wale wase wote wenye wameiba wenye unajua. Kuna evidence. I think ni mmoja tu amefanyiwa kitu. Kuna evidence. Siwezi wataja. Kuna evidence. Ukweli ni kitu unajua hata wewe unajua ameiba. Mbona unauliza hivyo lakini unajua ameiba? Sijui. Sijui in Kenya kwenye unaiba pesa mingi sana kwa gava. Unashikwa Friday, unatoka Monday na bail. Alafu kesi yako inatajwa after 7 months, after 1 year. Mimi nikiweza pata kiti. Mtanijua, mtanitambua. Mungu naye anakuola. What? Hawezi kabisa. Kwa nini? Sasa so wewe unataka kiti ndio uanze kuibia watu. Mimi nikisimama. Unaona mademu wako tu peke yake. Wanatosha kunipite. Mimi sina mademu. Na wa photographer. Client wa photographer. Na mademu wako wakishikana. Mimi niko parliament, nataka nianze kuwataja. Ushaiona wale majamaa wenye wakishalipo hivi mshande. Huo jamaa hizi tulia kabisa. Ni kama mshahara inamuuma hivi. Wewe unakaa wase. Hao wase wenyewe mimi najua majamaa wenye wakishalipwa. Bora unasema ukweli. Mimi nawajua. Kuna mse akishalipwa hivi. Si tunakaribia end month. Ikishaingia hivi. Week 1, weekend. Master hapatikani. Friday kishafika. Sweater, jumper, charger. Mimi anatoka. Monday here we go. Sitaki kusema nimetaja mtu lakini Domi. Kuna wasaidu wakishalipo tu hivi. Pesa inaogelea. Kuna msaidu wakishalipo hivi. Mbogi. Ni aje? Uko wapi? Tupatane. HQ. Inafaa hivyo. Unaenda kuenjoy. Kwanza mimi nilikuwa hata twende Naivasha. Lakini wallet Naivasha nasikia wallet address yangu ilikataa kazi. Kwa hiyo unawaka na wallet address? Nyinyi wale majamaa wenyewe cheki. Nyinyi wale majamaa wenyewe mnafanya hizi vitu za online hapa, mnashinda mmetupostia magraphs. Mnatutishia na magraphs. Wewe fanya kazi imekuleta Nairobi. Nasikia mambo yetu wachana nayo. Hata tukipatana Naivasha safari. Nasikia Naivasha kitu imekuleta wewe shughulika nayo. Mimi ukiniona hapo na my grandmother usishughulike na mimi. Naivasha sasa ina trend. Naivasha sasa nasikia wase wa hoteli wanasema hawapati bookings. Na pia pale wamama wa barabara wanasema double price. Alafu manyumba kabisa watu ni kama picha moja. Kamera kwa 200. Sasa picha moja shot 400. Nasikia manyumba hawachukui kabisa, wanakaa kwa tent. Huko si ni camping. Sasa kuna mtu ameambiwa, babe ni aje? Tunaenda kwa anko, kuna mazishi home, kuna mtu ameua mamake saa hii na anko yake na shosho yake. Naenda kwa anko, unajua huko na respecting wasishiki simu. Imagine hata wewe ni amenilea. Akina mrespect sana. Tuko na mkutano ka familia. Kuna shosho yangu ameaga. Kuna shosho yangu ako hosi. Unaona ule alikuwa nilikuwa nakwambia? Kuzo yake pia amededi. Tunaenda mazishi huko. Na mtu wako Naivasha sasa hiyo. Sasa Subaru boy sasa hii imeharibika, tungekuwa sasa kwa barabara. Sasa hii wase wa Subaru sasa hii sasa ndo wanazitoa. Subaru sasa hii imepikwa tint mzee. Tint.
alafu muziki, alafu inapiga kelele Alafu ushajua wase wa Subaru wanatokea end month. Alafu sijui mbona imetokea tu end month. Hata ukiwa tu kwa nyumba hivi unasikia tu kwa barabara gari bwana umeweka kinyambi ni Subaru Impreza. Nyuma hapo nje kwenye kuna njia gari. Iko. Tunaishi kwa estate sisi. Nimekumbuka hata kuna wana Subaru hapo kwa gate. Sisi tunaishi kwa estate si plot. By the way unajua kuna difference ya estate na plot. Apartment. Apartment sasa kuna tofauti kubwa sana. Wewe unaishi kwa gani? Apartment. Apartment hata ujuangi jirani ni nani. Yaani mko busy always. Ploti jirani amepiga bibi, huyu jirani mwingine amekuja kukuomba chumvi, sijui token imeisha. Apartment hakunaga vitu kama hizo. Apartment kila mtu ako na balcony yake. Apartment ni yenye wanasemaga ukishuka kwa stairs kwenda kazi Nairobi kuuza saa asubuhi. Usipige kelele watu sisi watu wenye na inheritance. Tuamshe. Pale kwa apartments kila mtu ako na balcony yake. Ploti nyinyi wote mnaenda kuipa peg huko juu. Hata mwenye anakaa ile floor ya pale juu maji inamwagikia sababu nyumba ni flat roof. Ploti kila mtu anaweka ngoma, jirani ako na ngoma ameweka muzika yote 100, huyu mwingine hapa ameweka 700, huyu mwingine wa sherehe wako na maviatu 700 hapo. Hapo tu nje ni kama BNB. Hiyo ni ploti. Apartment hata hakuna viatu nje. Nini mali unaishi inaitwa sema apartment. Sema jina full. Sali apartment. Sawot? Sali apartment. Hiyo ndio tofauti ya plot na apartment. Wewe sijui unaishi wapi? Mimi naishi hata ujui Benji Estates. Lakini by the way kuna watu wenye fake life. Sika usha notice kuna wase wenye kuna jamaa anaamka asubuhi anavaa suti. Alafu anaenda town. Hakuna kazi ameenda kufanya. Lakini mzee ukifika pale anajua ni hao wenye unasema anafanya biashara zote. Asubuhi anauza gari, saa 7 anauza saa. Kuna saa nyingine hata yeye ndo plug wa chakula, anajua zile hoteli kali. Yeye ndo delivery guy. Ulikuwa nataka twende nikupeleke. Niko na msee najua. Shiko na wase anajua kila kitu. Na mwingine hapo akikupea gig, anakupea hadi contract. Una sign contract. Anakaa wale mafundi wa stima wenyewe. Ngoja. Alafu utangoja hiyo pesa haingii. Na uwezi msu. Ni contract 3,000. Anakaa wale mafundi wenyewe. Si kama ushaipatana nao mafundi wenyewe. Huyu ni fundi wa maji lakini umemuita kwako anajua kuunda stima. Kidogo kiti iko na kashida anaweza kiti nitakuundia. Kidogo system kidogo wimbo najua hata ako na screw. Ushaipata nao fundi? Anajua kila kitu. Most wanawanga Wakamba bana ni very intelligent at technical work. Mkamba lakini ni wa hatari, anakuundia mbao. Sasa hiyo hizi ni chuma chuma. Si niko hapa. Ukitaka kutengeneza kitu. Hata ukienda kinyozi. Utake usikie jamaa anaongea kama wewe jamaa anajua kenye anafanya. Technical works Wakamba. Ama ni vile Wakamba wanakoga wameteseka sana sababu ya jua inabidi wako tu intelligent. Huko kwao kuna size gold imekuwa discovered. Hebu imagine Wakamba sasa wako na gold. Hebu imagine vile tutakaa kama maembe pekee. Wanashaina hapa nje. Usiongelea kama baya sana unaweza pata mama ni Mkamba. Kabisa. So usiongee sana. Mama si ni Mkamba? Hapana. Lakini Wakamba mbona ama ni sababu maembe tu ni kitu tu ama ni kukosa maji? Ni kwa sababu mtu mmoja maembe ni yellow. Wasichana Wakamba ni yellow. Lakini Wakamba ni nini tu inasumbuaga tu Wakamba. Wakamba ni wafupi. Wanakoga tu master of all. Wazuri. Unapata manzi amebeba ni kama anahama. Tunasema taa zimewaka. Taa zimewaka. Yaani ukishasikia tu taa zimewaka kinoma. Lakini nikuulize mzee. Wewe sijai patana na yeye any day. Kwanza kuongelea taa. Ni maumbile tu. Unajua tunasemaga tu ukitembea tu town hivi tu taa zinakuwa tu zimewaka tu. Unaona ukienda tu kama pale Archives nakwambia unaona ukienda pale Archives usimame kwa hiyo line ya Super Metro. Hata wewe hauendi Thika. Hata huko hapo wewe unakaa tu hapo unasikiza tu mahubiri. Unaona my type umepita. Unaona huyu my type amepita. Ukienda hapo Archives
utajua demu yako si mrembo. By the way, Usienda hapo kama unapenda demu. Kama wewe ni kama umeenda hapo kusikiza mahubiri, kama wewe ni kama Babu. Si unajua Babu? If you are a loyal man like Babu, don't go to archives. By the way, nasikiaga kuna watu anakuaga tu hapo amekaa tu kwa kona. Kuna watu wanasemaga ati once umeoa ama once umeanza kudate ndio unapatana sasa na watu wengine warembo. Is it true? Okay, wewe unajua hujaoa so huwezi relate, but according to zile story wewe umesikia, atinasikiaga ukishaoa ama wakati unaanza kudate ndio unapatana na watu wengine warembo. Ukiona na dem wanajipa. Lakini ukiwa single bado utateseka. So ukienda pale kwa zile line za Super Metro, umesimama hapo, unaona taa zimewaka, huyu ni my type. Napita mwingine hapo, brown skin girl. Hapo unaona taa mbele nyuma zimewaka. Hapo unafaa kuwa na macho kama za Khalif Kairo. Yana bila kwa macho chongo. Yo umesema. So moja itakuwa inaangalia huyu, nyingine iangalie huyu. Ama hizo ndo zilikuwa zinafanya asione akipeleka mademu Mumbai nje. Wewe umesema. Otherwise usipofanya hivyo, buda pale mwanao shingo itaumia. Unakanga tu hivi. Ukiwa tuna shida ya shingo, ukiwa unafanya tizi na daktari. Alafu saa hiyo kuna wahubiri wako wanawapatia neno. Hata uone mhubiri uko tu hivi. Wahubiri pia wanakulaga seti waone. Mimi sijasema kitu kama hiyo. Speaking of mambo na mimi siongelee mambo na wahubiri. Speaking of hiyo mambo na archives. Sijasema waone nini? Neno. Sijasema waone nini? Wewe umesema. Speaking of mambo na hapo archive. Super Metro wamefungiwa. Unajua kuna watu wanakoga ni kama wanakoga tu na laana. Mimi niko na maboys najua kama si Super Metro ingeweza ingia kwa gari nyingine. Like yeye ni Metro kama si Metro. Afadhali angoje 20 minutes. Mzee, kuna mtu anatoka kazi town saa 10. Kuna Lofa, kuna Manchester, kuna nganya zingine zinaenda Thika. Yeye ni Metro. Afadhali apange line for 4 hours. Yeye ni Metro. Sasa nimeona wamefungiwa. Ni masims. Unasema watu wa Metro ni sims? Sawa kungoja gari moja. Ni masims. Si labda yeye hiyo ndo inamfaa. Kwa nini? Unajua labda Metro si chombo cha usafiri. Ni yako. Kwa gari ni una support. Una support. Una support Njugushi. Njugushi yako mbaya. Sasa hivi nimeona ati wanauliza tugi hakuna naulia inaitwa story. Basi nimeona bado gari ziko town zinasonga. Si unajua wa Kenya tu lazima tu bend rules tu. But manze Super Metro wasee wanawapenda sana bana msichome, msiharibu. Mimi ndakuja na gari yangu. Wewe uko na gari? Nitatafuta gari yangu. Si lazima nishinde nimepigwa huko na watu huko wananiitisha fare hapo. Umekaa tu kwa gari. Umerelax tu kwa gari. Hata ungesukumwa tu na wewe mtu asije. Hata niliona baadhi hata ina haja kushinda ukitafuta gari. Si niliona mlieko mnatoka town mpaka huku mguu. Mimi siko maandamano, unataka nikujiwe kesho? Maandamano leo tulikuwa tunatetea nchi. Unataka nikujiwe? Tulikuwa tunatetea nchi. Anyway, nimeona unaweza toka town uje mpaka mahali unaishi mguu. Nishawahi. Ushawahi? Nikapita juu ya Thika Road kukuwa na gari. Na kumbe na mbona wanaishanga fare? Juu umepanda gari. Bebe, wacha tu niulize hii swali. Wacha tu niseme. Najua maboys hapa nje mmeambiwa hii mambo. Najua umeambiwa unaenda kuona mama. Najua umeambiwa anaenda home. Najua umeambiwa kwa stima zimepotea. Najua pia umeambiwa simu yake ni ya M-Kopa, atakuwa offline. Haijalipiwa. Hata nikwambie kitu moja. Kuna kitu anatoka tunasemanga. Bibi ni wako mkiwa naye kwa kitanda. Sawa? After akishuka hapo mkishuka mwachane ni wa kila mtu. That's why. Ukioa bibi yako andikaonge hapa ameolewa. Sawa? Umesema bibi ni wako mkiwa naye kwa kitanda. Akishuka ni wa kila mtu. Mimi bibi wangu ni wangu. Wewe wacha nikwambie kitu moja. Sawa. Bibi yako ni mrembo. Tuendelee. Sema yama hapa. Tuendelee nataka kusikiza kwa hiyo unamalizia story. Si ujibu ndio niendeleze. Wewe tuendelee. Continuity. Wewe peke yako ndio unaona ni mrembo. Anaonekana na watu wengi. Akitoka kwa nyumba, aingie kwa gari anaenda kazi. Kuna mtu atamkatia. Sawa?
akishuka kwa gari kuna mtu atamkatia. Sasa akiwa kazi kuna mtu anamkatia. Sasa wewe unaona atakataa wote. Wewe ukiishi hivyo sasa utakufa stress. Sababu sasa you accept reality. Ukiishi kufikiria, ukiishi na hiyo story ya ati demu yangu anakatia. Bwana. Ndio maana nakwambia huo ni demu yako tu mkiwa naye kwa kitanda. Mkitoka hapo ni demu wetu wote. Hakuna wangu ni wangu. Wewe unatakia demu yangu enda kukujia. Wewe demu wangu ni wangu. Wewe ukiishi na hizo stories za wewe unataka kukaa kama wale wase wanasemaga ati niko na 100. Hii 100 si nikule tu saa hii ishe. Kesho nitatafuta, si ndio? Sinafaa hivyo. Wasa bwana, kwetangi hivyo. Sasa ukiweka hiyo 100 nifike kesho alafu kuwa stingy kidogo. Wewe ni wale watu unakufa na njoo unapeleka 20,000 kwa mfuko. Otherwise imekuwa tu sana wale wazai amenunua kitu kwake lakini mtoto haizi ako na gari lakini mtoto ama mzai amenunua shamba mahali kama wote kuna mzai fulani alikuwa na dinga fulani. Hiyo dinga like unaona ikitoka tu kazi kwenye imeenda hivi inarudi inafungiwa. Hata huo mzai after amepass hiyo gari aliacha laana. Like hakuna mtu anaweza shika hiyo gari. Unajua ukiacha laana ukishika hiyo kitu sasa juu ya perfect. Yeye alikuwa hivyo, hakuna mtu alijua. Sio angefanya hivi hawa watoto wake. Mmoja aendeshe hiyo gari akufe, hiyo laana ishe, aachie wengine gari. Hii akili ndio tunategemea tu yako isaidie wananchi. Mimi sisaidii mtu yote, najisaidia mimi mwenyewe na watoto wangu. Anyway imekuwa true sana wadau. Hii ni kikao episode 2 kama kawaida wanajiita Nicholas kama ukipenda the magical boy behind the MIC. The big bad man Olerunke the producer. Bana hii episode 2 tunapiga tu stories zako za hapo mtaani, stories zina perfect, stories zina kubamba, manze na stories zina trend. Tutazidi tu kuwaletea manze mambo moto. Unaenda pale YouTube Kikao Podcast, manze subscribe, like na watch yote hata tupate watch hours bana. Manze. Alafu wale wa machikicha, wale wa babe nataka shoot. Mbabu shot hapa chini ndo location. Mbabu shot hapa tu chini. Weka ama unaweza ingia pale Instagram ama Facebook ama TikTok, Flash Media utaiona. Utaona kazi safi kwa hapo. Na naomba tu majamaa ukienda hapo kwa hiyo studio kama demu yako anaenda, tafadhali gumosi gupili ananisha naye kwa sababu atarudishwa na flats.